walikuja duniani wakashindwa na dunia. Hii dunia inakuwa na matata. Sasa kama tunasemaga ya kwamba wachungaji sio watu, mambo vile ambavyo yanastahili kukaa iwekwe hivyo. Bishop alikuwa single lady. Na yeye hangekosa hata kutafuta mtu ambao angempenda. Na siku ya leo ni siku ya kusema ya kwamba wachungaji mujipe nguvu. Na mujipe nguvu, hamujaanguka. Huyu ndiye alianguka kama soja, lakini yeye mwenye ambao ataweza kusema mbele yake ni Mungu peke yake, sio sisi. Na sasa kile ambacho tunastahili kufanya ni kusimama kama wachungaji, tumuzike, tumuage salama na tuambie serikali ifuate ipasavyo mpaka justice ya dada yetu ipatikane. Vile vile ningependa kusema ya kwamba familia, hata kama kumekuwa na hitilafu hapa na pale, tunajua pressure ambayo umekuwa nayo kwa sababu ya hiki kifo cha dada yenu. Vile imewasumbua ndio imetusumbua. Sisi hatuwezi kuwalaumu. Wakati mtu amefiwa, anakuaga si yeye, ni mtu ambao anaombole. Bwana asifiwe. Unajua wakati mtu amefiwa hakuagi nomo. Sasa tunaweza kuwachukulia labda wengine ni wamefanya makosa sana, lakini ni vizuri tu tuwasamehe na tujue ya kwamba hiyo mambo ile inatokezaga wakati mwingine wakati watu wamefiwa. Lakini tungependa tu kusema ya kwamba kama kuna kitu ambacho mlikuwa mmeona vibaya na wachungaji wa Nakuru, ama wachungaji ambao mmechukua wachungaji vibaya kwa sababu ni mchungaji aliua dada yetu, mimi ningependa mjue ya kwamba sio wachungaji wanauanaga. Hawa wachungaji si wauaji. Hawa walikaa chini kujadiliana na kupanga vile ambavyo tutaweza kuaga dada yetu, na hiyo kazi wamefanya. Wanastahili kupigiwa makofi na waweze kutiwa moyo na waweze kuambiwa ni heko, ni kwa sababu ya kazi nzuri ambayo wamefanya. Nataka kusema tumekuwa kamati ambayo tulikuwa tunaingia saa 12 na tunatoka saa 3 ya usiku kila siku. This is the 11th day. Na nataka kusema ya kwamba Mungu ambaye anaona kwa siri awabariki sana wachungaji, maaskofu na mareverend wote. Na ninyi nyote ambao mmekuja kumwaga dada yetu, let me tell you, Mungu atasababisha siku moja nawe hautawachwa. Kuna wale watu ambao watakushughulikia. Ni kwa sababu nanyi mmekuja kusimama na yule ambao amewachwa na wengi. Na ni vizuri kwenda nyumba ya matanga kuliko. Sasa wewe ni mmoja ambao amehasabulika kuingia katika ratiba ambao ni ya watu wazuri. Ni kwa sababu umekuja kusimama na dada yetu. Na hivyo basi singependa kukaa sana kuongea mengi, ila tu ni kusema ya kwamba sisi kama Nakuru tulimjua Elizabeth, hatuwezi kujifanya tufiche vichwa vyetu chini ya mchanga tuseme hatumjui. Huyu tulimjua na huyu dada ni hero. Huyu ni wale watu, ndio ninasemaga ya kwamba ukiona mtu ambao anagongwa vita kama hii ni mtu ambao si wa kawaida. Ndio ninasemaga ya kwamba ukitaka kujua uzito wa mtu, angalia vile ambavyo anashambuliwa. Ukitaka kujua mtu ambaye alivyo na wingi wa hali ama wingi wa neno ama wingi wa ungu, huyo hakai mahali ambapo hakuna vita. Lazima apigane na yeye kwa sababu anajulikana yeye ni threat katika kingdom ya shetani. Kwa hivyo basi tunataka kusema ya kwamba hatuwezi kuficha vichwa vyetu kusema ya kwamba hatumjui. Kando na kuwa elder wa Nakuru hii, one of the elders of this Nakuru, nataka kusema ya kwamba huyu ni jirani yangu. Kanisa letu liko hapa katika mahali tunaita Freria, kanisa la The Church. Yeye alikuwa na kanisa hapo nyuma. Mimi siku ya Jumapili ambao aliweza kuondoka kama jana, nilimpigia simu nikiwa Nakuru kwa sababu nilikuwa na mpango na kuanza kanisa kule Nairobi. Na hivyo nikampigia simu nikamuuliza ama anaweza kunitafutia ploti ambao ama uwanja tuweze kuliz tuanze mahali pale kanisa. Lakini katika ile hali ya kumpigia simu akakosa kuchukua mbili, nikafikiria wacha nikifika Nairobi basi atanijibu. Nikamwandikia text, nikamwambia please respond, nikifika ukitoka kanisa uniambie. Only to realize wakati nilikaa chini masaa ya saa 6 nikapata ka screenshot ya Facebook imetumwa kwangu na kusema ya kwamba slain Elizabeth. And I was very shocked. Na haya mambo yakanifanya hata mimi nishangae sana kwa sababu yule ambao nilikuwa natarajia nikitoka tuonane, sasa hatutaongea tena. Wacheni niwaambie, ni Mungu upanga maisha ya mwanadamu.
Ni vizuri kila mtu akue tayari na ukaweza kujiunganisha na Mungu kila wakati. Ni kwa sababu in this world we are on transit, kila mtu anapita. Ni vizuri kila mtu awe tayari. Kuna watu watakupangia, kuna watu watasema, kuna watu, lakini yule ambao ana neno la mwisho ni Mungu peke yake. Nitwiguithanie na Ngai ucio utonagwo, ucio meciria maitu mendaga na ngoro citu ciriragĩria. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Mnenaji, Bwana akubariki. Thank you very much. Bwana asifiwe tena. Mimi niko hapa naitwa Stella Kanyi na mimi nimesimama kwa niaba ya MP wetu anaitwa Honorable Benjamin Gadiro Mwangi Mejadong. Mejadong ni rafiki wa karibu sana na Mama Elizabeth. Ndiye ametutuma hapa tulete rabi zetu, ametutuma tukiwa wengi. Embakasi Central kunaitwa na jina ingine Kayore. So ametutuma tulete rabi tuambie mama kila jambo ufanyika, Mungu anakuanga anaijua na hakuna kitu inatoka nyuma ya Mungu. Kwa hivyo Mungu anawapenda. Asanteni sana. Sitaongea mengi. God bless you. Ambia mheshimiwa, Mungu abariki sana. Asante sana. Tuna yule ambaye ni mwakilishi wa serikali, any man from the government, yule ambaye ataongea kwa niaba ya serikali, tafadhali. Ya kwamba this is a woman of integrity in Jesus name. Anampenda Mungu kwa moyo wa dhati, amekuwa muombezi, amekuwa mama wa imani, amekuwa mama amependa kila moja, amekuwa mama ambaye hajui kuchagua, ni askofu na ni mtumishi wa Mungu. God bless you. Tuko hapa na Askofu Monica, wachaongee kwa dakika kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani katika jina la Yesu Kristo. Tumesimama hapa kusema mchungaji wetu, Bishop wetu Elizabeth alikuwa rafiki wetu, rafiki wa wengi, mjori wetu katika kazi ya Mungu mji wa Nakuru. Alifariji wengi, aliinua wengi, alitutia moyo, alituongoza na alitupe neno la busara na ushindi. Kwa hivyo tunaamini kulala kwake ni shujaa wa Mungu, mtu ambaye alimsimamia haki ya Bwana mpaka wakati wake wa mwisho. Hatuna mengi ya kusema kwa sababu muda hauko kwa upande wetu. Bwana wabariki sana. Thank you Bishop Monica, God bless you. Tuwapigie makofi unapoketi chini. Thank you Klaji. Asante. Kwa niaba ya familia tutamleta Baba Karano, hivyo vile tunaendelea tufuate mtindo huo. Tupige makofi pamoja, tutamleta Baba Karano kwa niaba ya familia. Mimi kama vile nilivyoitwa, mimi ndio Baba Karano, ama kwa majina ni Samuel Ng'ang'a, na mtoto huyu ambaye amelala hapa ananiita mjomba kwa ajili nimeoa katika boma yake, ama katika boma yao. Nimemuoa shangazi yake ambayo ni wa mwisho. Na sisi kama familia, kwa sababu sitaongea mengi, ni kuwashukuru tu ambao waombolezaji wote ambao wameweza kufika katika kikao hiki, waombolezaji wote ambao wamesaidia familia ya Mzee Gedege na Mama Shiro. Mimi yangu machache kama kwa niaba ya familia ni kurudisha tu shukrani kwa jambo ambalo liliweza kutupata, jambo ambalo hatukuwa tunalitarajia, kwa sababu msichana huyu ambaye amelala hapa ni msichana mdogo. Mambo mengi yalikuwa mbele yake, alihitajika na watoto wake, alihitajika na wazazi wake, alihitajika na waumini ambao alikuwa anawaongoza, na hata alihitajika na nchi, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anafariji nyoyo ambazo zilikuwa katika hali ambayo familia iko siku ya leo. Kwa hivyo sitasema mengi, kwa sababu mengi yamesemwa, mengi yamenenwa, na tulipopata habari hizi za mtoto wetu, sisi kama familia tulijawa na hofu na tulishindwa tutaanza wapi. Lakini wanenaji wa Kikuyu walisema jambo moja, ate etare mutingoe ne huragwo ki ka ne huragwo doba ne mwene nyaga ne Ngai. Na inywe mtometo ne Jehova, nyinyi ndio mmetumwa na Mwenyezi Mungu kuja kutufariji,
na kutupanguza machozi. Kwa hivyo nasema ni asanti. Yes. Ni asanti ambazo sisi kama familia hatuwezi sema ni asanti ngapi, lakini sisi kama familia tunataka haki ya Elizabeth Wanjiru ipatikane. Nona kuri oguo onokoro kwa igo ito ni arathire nyire ndramenya undu umwe ati Ngai ni gutuhe kwa igogi ni gutuhe kwa igogi tondu Wanjiru arari witu wa hakuhi muno na ni ndikwaria maingi no ne nguria atiriri tauliza why ni kwa nini haya yalitendeka kwa familia yetu? Kwa nini haya yalitendeka kwa mtoto wetu? Alikuwa tunakimbilia haki yake, jasho lake, na alikokuwa anafuata haki yake, kifo kikampata prematurely. Kwa hivyo sisi wana familia, hata mkiona pengine kuna mambo hayaendi vizuri, mtuwie radhi. It was untimely death. Hatuko tunawaza jambo kama hili. Na ndiposa mnaona mambo tulikuwa tumepanga kuzika mwili upande wa Machakos, lakini kwa sababu ya mabishop wakasema ni vizuri mchungaji awe na watoto wake katika kikao hiki cha Nakuru. We had to give in ili congregation hii ambayo yote iko hapa iweze kumsindikisha mtoto wetu Wanjiru kwa heshima zake ambazo tumezipokea sasa hivi. Kwa hivyo makofi mazuri. That's good. Kwa hivyo sisi kama familia tunasema tu asante. Asanteni. Thank you. Na hali haumeta mshumari popote ambapo pametoka ndururu katika mifuko yenu mwenenyaga ameshokie na shiringi negi na shiringi wekoro ni shiringi yaka ile ya gushiarana. Thank you muno. Thank you Mr. Karano. Makofi mazuri. Thank you sir. Thank you. Asanteni. Kuna jirani ambao